Shimita. Mkuu, ningeanza kwanza na samani, maana kiukweli kuna mambo machache yaliyotokea ambayo yalikuwa nje ya uwezo wetu. Ningeanza kwanza kwa kuomba msamaha. Nafikiri msamaha huu utakuwa na cha maana cha kunieleza. Ndiyo, nafikiri ni kweli boss. Kuna mambo mengi ya kukueleza. Ni kwamba kwa hivi sasa tunataka tubadilishe mfumo kutokana na hii changamoto iliyotokea. Tunairekebisha na kisha kila kitu kitakuwa sawa. Hilo sio jibu sahihi la maswali yangu juu ya imekuwaje ikaingia mambo ya serikali hapa. Kiukweli nafikiri mkuu, ni binti mmoja anaitwa Jessica ndio aliufanya utaratibu wote huu, ila tushamshughulikia na amekubali kwenda kutufanyia promotion. Kwa tumeona kuna faida ndani yake. Sasa hilo jibu ndio sawa, na lingine nalotaka kusikia ni kwamba tumepata faida zaidi. Nakupa siku 24 uje na majibu sahihi. Nashukuru mkuu. Basi mimi naona ningeenda ili kufanya utaratibu wetu siku 24 ziwe chache. Staron, ni nini umenitia hapa? Maana mimi kiukweli sina jinsi ya kufanya. Kiukweli nafikiri ungeacha kulalamika kabla ya kufanya. Okay, ni nini umenitia hapa? Maana kiukweli mimi kama ni creation yoyote kwa hivi sasa, yani nimeshakata tamaa. Yani sijui cha kufanya na sijui nini sasa cha kusema. Dogo, unakata tamaa sana mapema. Acha hizo. Ni kwamba management inahitaji uje pale televisheni kesho. Kuna interview ya kufanya. Interview? Sasa interview brother, mimi nasema nini? We acha papara. Mambo mengine ni ndani ya ofisi. Sasa ndugu yangu, hapa ni hivi. Yani amna kukoroga chochote. Yule pisi kashachukuliwa, kashakuja hapa. Mimi sijui hata mfanyaji mkuu. Maana kaja hapa, kasha posti, wameongea naye, kashakanusha kila kitu na kashapewa michongo yake, katulia. Sasa hapa cha kufanya, kwa sababu trending iliyopo sasa hivi, watu wanasema wewe hapo hivyo yule ni mpenzi wako. Kwa wewe kanusha, kataa, yani ukifika kataa kabisa, sema mimi sina mahusiano naye yoyote. Sijui unanielewa? Vipi dada? Bila wasiwasi, wewe ndo utakuwa ndo leo nani host? Ndiyo Daila, vipi? Karibu ndani tupande studio.